One person called Professor. And I want to defend this government by saying that Ruto is a two-term president, whether you like it or not. He's a two-term president. And what I'm going to say about William Samoei Ruto, I've heard you accusing Ruto falsely about uncovered and untruth before the public that Ruto ameharibu maisha. Ujui siasa ndugu yangu. Ujui siasa. Na wacha ni kujibu vizuri. Ukiangalia mahali maisha ya Kenya na maisha ya Wakenya ilianza kuharibika. Ilianza kuharibika from Kibaki ikienda kwa Uhuru Kenyatta mpaka saa hii. Tulia! 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 Wacha ni walime! Okay. Wanambunge oye! Wanambunge oye! Sina wakati, nataka kumaliza. Akidanganya, asidanganye wa Kenya, labda adanganye wengine. Wakati wa Kibaki alipata Kenya ikiwa imedaiwa trilioni 3. Kibaki alishukisha ikakuwa 1 trillion. Tulia, tulia. Wakati wa Kibaki capitation ilikuwa. Sasa wakati wa Ruto hakuna capitation. Wakati wa Kibaki ulikuwa unapeana point of information. Namaliza. Wakati wa Kibaki ukienda hospitali ulikuwa unapata hata kama ni painkiller. Pana ndio ulikuwa unapata. Wakati wa Ruto hakuna painkiller. Nimemaliza. Wacha sasa ni kujibu. Ruto amepata kama government imeharibika. Kibaki alikuja akapata 800 billion debt. Listen, I'm talking. Nilikuwa nimenyamaza, siko anapiga kelele mkiongea. Kibaki alipata 800 billion debt, Kenyan debt. Wakati alitoka kama Kenyan debt ilikuwa 1.6 trillion when Uhuru Kenyatta was handing power to 2013. When Uhuru Kenyatta became the president, Kenyan debt was 1.6 trillion. And when he was the president, he was collecting tax, which was $25 billion in a year, which after 10 years is almost $250 billion after 10 years. Uhuru Kenyatta was collecting tax at the same time. He was borrowing money, foreign debt, which is now it was like 9 trillion. So he was collecting tax at the same time. He was borrowing money. We have foreign debts now almost 12 trillion. Now you are crying that William Ruto is the one who damaged the economy. Now, wewe unataka William Ruto kama rais aongoze aje na tuko na deni. Wakati ambao Uhuru Kenyatta alitoka, aliacha deni ya 9 trillion. Unataka Kenya sasa tuseme hata Ruto atoke, Kalonzo akuje, bado itakuwa shida ni ile ile. Manake foreign debts must be paid with interest. Moja na kwa moja. Unaelewa? Wacha nikulime. Tulia. Kenya iliharibika na imeharibika. Wakati ambao Ruto aliingia usukani, alikuja akapata SHA, pesa imeibwa yote na iko na mwanya mingi, ndio maana NHIF, ndio maana alikuja sasa aka introduce SHA ambayo iko sahihi. And now SHA is working, inafanya. Utagonjeka wewe, utagonjeka. Tulia upangwe. Right now, Ruto, hello. Ruto was in the parliament. The current Kenyan president introduced almost 18 projects. Highway from Mombasa to Nairobi, which is almost 8-lane highway, is going to be introduced January. Highway from Kisumu to Malaba, which is going to promote regional trade, is going to start next year, January. Almost 18 projects. For the first time, listen, I'm educating you. Listen, I'm exposing you with knowledge. Listen, I'm educating you. I'm giving you knowledge. So you have to listen to me as professor. As I'm saying, for the first time in history, watu wa Northeastern, when Uhuru was the president for 10 years, hakuna barabara ilikuwa inaenda Mandera, hakuna. Sasa hii for the first time barabara inatoka hapa ikiingia Mandera. Unaona? Waoria
zile basi ilikuwa huko. Landmine ilikuwa inategwa kwa Maram. Barabara ilikuwa Maram. Unaona? For the first time, Northeastern people are getting development at a good highway. Gold refinery. Listen. Gold refinery is in Western, which is going under construction. Gold refinery is under construction in Western. That is a project. Railway SGR here inaenda paka Malaba. Unaona? Inafanyika aje? Inafanyika kama ifanyike. Whether you like it or you don't like it, come rain, come sunshine, William Ruto is the president. At 2027, early in the morning, he will be announced. And Gachagua can never compete with William Samoei Ruto. Aya, order bas. Order. Tunaenda vizuri. Tunafanya recording, so unachemka kiloko.